Kwanza leo tunashukuru kwa kuwa ni siku njema kabisa. Sisi kama Junaa tumekuja kukutembelea mke wa Sheikh Habib Meranzi, na lengo kubwa kabisa kukutembelea ilikuwa tunataka tupate faida kutokana na Waislamu wengi wa kike wenye ndoa zao kumekuwa kuna mushkeli mkubwa kutokutulia, lakini kupitia kwako wewe kama mke wa Meranzi tukaona bora tuje kwako, kwa sababu wewe Mwenyezi Mungu amekupa kidogo uono wa kuweza kujua kuwafundisha wanawake wenzako Waislamu ambao wako kwenye ndoa lakini ndoa zao wanashindwa kutulia na kutokujua nini maana ya ndoa. Sasa hii inasababisha Waislamu wengi kupata taabu kutokujua nini maana ya ndoa. Kwa hiyo tumekuja kwako bibi uweze kutupa faida sisi watazamaji wa Junaa pamoja na wanawake wenzako wapate faida, kwamba hebu wadadavulie wanawake ambao hawajui nini maana ya ndoa kwanza, ili wafahamu inawezekana wa kupitia wewe ndoa zao kuanzia leo zikawa zimetulia. Asante sana na karibu sana, nimefurahi kuona mmekuja kututembelea. Kwanza kabla hujaingia katika ndoa unatakiwa ujue nini maana ya ndoa na ni lengo gani la ndoa. Kwanza hapa tunazungumzia ndoa. Ndoa kuna kilugha. Kilugha ni mafungamano. Alafu vile vile ndoa kuna kisheria. Kisheria ndoa ni mkataba baina ya mke na mume kuhalalisha lile tendo la ndoa. Maana hakuna ndoa bila tendo la ndoa. Nadhani hadi hapo wameelewa nini maana ya ndoa. Naam, hapo wameelewa, lakini kuna kuelewa kwa kuruka kama ulivyozungumza, lakini sasa kiundani wanaweza kuwa wamejua title hiyo neno unazungumza kama ni kufungamana na kama ulivyozungumza kiutaaluma zaidi. Sasa ndani yake kuna kuwa na matendo gani waweze kuyafanya kwenye hiyo title ambayo ulitanguliza, ili wajue tukifanya hivi ndoa yangu itakuwa imetulia na mume wangu. Kama kuna ugomvi kwanza leo sema kumbe mimi napotea kupitia kwa bibi huyu amenifunza nifanye hivi ili niweze kutulia kwenye ndoa yangu. Njia gani wapite ili waweze kukomaa katika ndoa zao? Kwanza lazima tujue mihimili ya ndoa. Kuna uvumilivu, kuna utulivu. Hata chakula ukipika kama hauna utulivu katika chakula kiwezi kuwa kitamu. Kwa hiyo katika kila jambo lazima kuwe kuna utulivu. Alafu kuna huruma na kuna mapenzi. Mapenzi na huruma ni vitu viwili tofauti. Unaweza ukampenda mtu na usio unamhurumia. Sasa ili ndoa yako idumu lazima uwe na mapenzi na huruma, mawaddati wa rahma. Kupendana kwa kuhurumiana. Kwa hiyo ukitaka udumu katika ndoa, cha kwanza mpende mume wako. Mpende kwa kujitoa muhanga. Japo watu wanasema mume hata umpendeje alizike, hapana. Mume lazima ujue jinsi ya kuteka moyo wa mume wako. Yaani ule moyo kuuteka. Hata kama ikitokea atakuchiti, lakini heshima ndani iwepo na ajue we ni nani, we ni vipi, kwa sababu ya vile vitu unavompa. Na ufanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Sio kwamba ufanye kwamba nilipwe mume atakulipa, hapana. Na subira lazima iwemo katika ndoa. Nadhani hapo kidogo mmeanza kunielewa. Kuelewa kabisa sana. Mimi nimekuelewa, si wengine ambao watazamaji wa channel yetu pendwa kama watakuwa hawajaelewa, lakini mimi kama mimi nimekuelewa vizuri kabisa. Kwa hiyo inasimama shokana na uvumilivu, upendo na vingi na utulivu. Kwa hiyo wewe una miaka mingapi kwenye ndoa? Na miaka 13 ya ndoa. 13. Na wewe umepita njia hizo na ndio maana hadi leo wewe upo. Nimepita njia hizo na malezi niliolelewa. Sawa. Malezi ya ndoa yanaanzia nyumbani. Yaani misingi ya ndoa inaanzwa na familia. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu kunipa familia inayojielewa katika ndoa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Umepata bahati. Sasa hawa wengine ambao wamepata bahati mbaya sasa wameelewa kwenye mazingira ya wazazi wao kutokuwa na misingi ya kidini. Wewe unawapa ushauri gani? Ushauri ninaowapa ni kujifunza na kukubaliana. Yaani ukishaingia kwenye ndoa sio kwamba ujisahau, usiishi kimazoea. Kila siku mwanamke unatakiwa uwe mpya. Yaani mume wako akuone wewe ni mpya. Akuone wewe ndio utulivu wake. Kwa hiyo wanawake wengi tunajisahau sana. Ukishaolewa unahisi kama umeshamaliza, kumbe bado. Kuteka moyo wa mume ni kazi sana. Vitu vidogo vidogo tu vinateka moyo wa mume. Habibu Meranzi kuwalipa na kama anakuona
kwenye channel yetu pendwa anavimba huko alipo. Naweza suna zikampotea. Ukapata bahati sana. Nimeona umependeza sana. Umependeza sana. Hii ni kazi yako mwenyewe au Miranzi anasimamia hii? Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa mume bora, sio bora mume. Ananisapoti. Namshukuru sana. Utulivu wake ndio unafanya nipendeze. Hongera sana. Nasikia hadi raha. Na tunakuwa kwenye social media nyingi, Instagram, Facebook, TikTok, ukiwa unatangaza bidhaa zako ambazo wewe unazitengeneza. Sasa hii ilikuwa kama ni maigizo tu unafanya kwa ajili ya kupata contact nyingi pale kwenye social media, au ni kweli kabisa hizi issue wewe unashughulika nazo? Ni kweli kabisa nashughulika na hizi issue za kutengeneza bidhaa zangu mwenyewe. Kama nini? Wewe unatengeneza nini na nini? Nadili na ngozi na nywele na masuala ya ndoa. Kweli tumefika sehemu muhimu sana. Wewe kwa hiyo hizi unatengeneza mwenyewe au kuna sema unaagiza kutoka nje, labda unakuwa kama ni wakaa? Natengeneza mwenyewe. Wow. Yani natengeneza mwenyewe kwa kutumia mikono yangu mwenyewe Mwenyezi Mungu alionijalia. Hii unajifunza wapi wewe hii? Nimesoma. Nimesomea. Nimesoma na vile na support ya watu wanaokupenda. Kuna maoni, mfano mume ananisapoti, mama yangu na ndugu zangu wananisapoti na marafiki zangu. Kwa hiyo zile support ndo zinafanya wewe uweze kujua ni kitu gani umekosea, ni wapi ambapo umepatia. Hii wakati uko shule unasoma, ilikuwa ni talenti yako, ilikuwa ni ndoto yako kuwa hivi, au ukajikuta tu uko hivyo unakuwa mjasiriamali wa vitu kama hivyo? Nilikuwa napenda sana urembo. Japo nilikuwa sijipodoi, ila nilikuwa napenda urembo. Yani nilikuwa napenda kujishughulisha. Hongera sana. Asante sana. Kama watahitaji watu hizo project zako wapate, wanakupata kwenye, najua TikTok kule upo, Insta pamoja na Facebook, lakini wengine ndio wanatazama leo. Kwa hiyo sio mbavyo vibaya ukawaelekeza kwamba unapatikana kwa jina gani na namba za simu kama utojua. Napatikana kwa jina la Toto la Kishirazi Asili. Namba za simu 0765 30 29 96 au 0654 20 22 82. Nimeona hapa kuna hii ni nini? Hii ni soft lotion, yani skin care. Unatengeneza mwenyewe? Ndio, natengeneza mwenyewe na package naweka mwenyewe. Hebu kumbe ni kampuni kubwa kabisa. Mashallah kiasi. Na hii hapo chini hii ni body cream. Hii unatengeneza mwenyewe? Natengeneza mwenyewe. Sasa kuna watu wakisikia neno body cream wanahisi labda mkorogo. Hapana. Hii ifanye kuwa wewe mweupe. Hii inakufanya unakuwa mzuri. Unatakata kistar. Unajua leo kwa sababu muda wetu ni mchache, lakini hapa hatutokoma, tutakuja tena na tena na tena tuje kupata elimu kubwa kupitia kwako. Karibuni sana na tumefurahi kwa ujio wenu. Shukrani sana. Karibu sana. Inshallah. Oneshe mapenzi ndani ya nyoyo.